Jumba la Musa ni jumba ambalo lina mojawapo ya makanisa ambayo yanajulikana hapa jijini Nairobi. Lakini si hivyo tu. Mchezo wa kamari ulianza miaka ya jadi ambapo wazee ndio walikuwa wanacheza mchezo huo kwa ukubwa na urefu. Ila mwaka 2015 mambo yalibadilika na mchezo huu ukaingia mitandaoni. Sasa wazee na vijana wanacheza mchezo huu na wamekuwa mateka wa kamari. Lakini si hivyo tu. Sasa baadhi ya makanisa, madhehebu yameingia kwenye mchezo huu. Baadhi ya wachungaji wamekuwa matapeli sugu. Kuna jinamizi ambalo limewakodolea macho wa Kenya: uchezaji kamari. Kila sekunde wa Kenya wanacheza kamari na shilingi 21,000 na kusababisha kampuni za uchezaji kamari kujipatia shilingi bilioni 2 kila siku. Asilimia 80 ya Wakenya wanakiri kuwahi kucheza kamari maishani mwao. Ni hapa ambapo kiongozi wa kanisa moja jijini Nairobi alipata mwanya wa kuwatapeli wa Kenya wanaotamani kubadilisha maisha yao kwa wepesi, kutumia njia wanazodhania ni rahisi: kamari. Kwa miezi sasa tumekuwa tukichunguza ulaghai unaoendeshwa na kiongozi wa kanisa moja hapa jijini Nairobi kupitia runinga zake kadhaa. Ukinipatia tiketi ya kwako ya 200, ukinipatia tiketi ya kwako ya 200 itakuwa multiplied by 100. Ni wizi wa wazi na utapeli kwa kutumia neno la Mungu kucheza kamari na kuwatapeli maelfu ya Wakenya na kuwaibia wazi wazi. Utapeli ambao umekuwa ukiendeshwa kwa zaidi ya miaka 2 sasa kupitia mchungaji anayestahili kuwaelekeza kondoo malishoni, ila badala yake amegeuka kuwala kondoo hao. Tulipata fununu ya kile kimekuwa kikiendelea baada ya kutazama televisheni zake zikiwataka Wakenya kutuma hela kwa hali tatanishi. Baada ya miezi kadhaa, tukafanikiwa kumpata mmoja wa wafanyakazi wake ambaye anageuka kwa masiha, msaidizi na mwokozi wa Wakenya. This guy has mastered the act, plus he has recruited the presenters. They've mastered the art of conmanship. Mimi najua the TV ambao ili perform the best kuliko TV zote siku moja. Ni gani? Madhabahuan Signet. Ili perform the highest kuliko TV zote in a single day. Ilikuwa ni Emmanuel na Charles. Mmoja aliingia akapata 300 na kitu, mwingine akapata 400 na kitu. I can bet no one gets to him. That man, it's purely scam. Siku hiyo nilikuwa sikofu. Kwa hivyo niliamkia mwendo wa 4:30 hivi. Nikakuta kijana yangu na kijana anapenda hiyo mchezo tunaita wasalala. Hiyo inachangia. Mimi nikaketi hapa. Nikaona hapo kwa kando ya TV hapo kuna mchezo inaendelea hapa na pale. Tukaanza na 10 bob. Sasa tuna hakika ya maswala tutakayoibua na kukuarifu baada ya kuiamini taarifa yake mdokezi wetu. They'll convince you, they'll use sensitive markers. For example, a presenter will tell you, kama unajua maybe uko na mgonjwa. Mimi nilikuwa nimerushiwa 5K na mzee. Alikuwa amepewa na mtu fulani juu nilikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa na 5K kwa simu. Ndio nikaanza kucheza. Mchezo huo ulikuwa unaendeshwa na mmojawapo ya televisheni zake za Madhabahu TV. Till number iko pale kwenye TV ya kwako. Hiyo ndio till number. Amount ukiniwekea 20 bob na mimi nakuwekea shilingi zako 2,000 mara moja. Nakala za mamlaka ya mawasiliano nchini CA ambazo zinatoa leseni kwa vituo vya redio na runinga zinaonesha kufikia Julai mwaka 2024, Yahweh Media Services Limited ilikuwa na televisheni 4: Madhabahu TV, Jawabu TV, Yahweh's TV na Shahada TV. Yahweh's Media Services Limited ni kampuni ya utangazaji ya kidini, makao makuu yakiwa ni jumba la K Mall, barabara ya Kangundo hapa Nairobi. Mmiliki wa kampuni hii ni Nabii David Maina,
wa kanisa la Yahweh's Evangelistic Revival Ministries lililoko OTC katikati mwa jiji la Nairobi. Na je, huyu David Maina ni nani? Askofu David Maina ni nabii wa kanisa aliyezaliwa tarehe 21 Juni mwaka 1978. Wengine wanamfahamu kama Karuru, wengine wakimjua kama Kageshu. Ana shahada ya uongozi wa kanisa yani in Christian Ministry kutoka chuo cha mafunzo ya Biblia cha Grace Bible Seminary Kenya kwa ushirikiano na Theological University ya Marekani, na anaongoza kanisa la Yahweh's Evangelistic Revival Ministries. Bwana anatumana kwako, atatuma msaidizi wako. Lakini ndani ya jengo hilo la K-Mall, ndani ya afisi za Yahweh's Media Services Limited, ambako kuna televisheni hizo 4, kuna televisheni zingine. Mojawapo ni ile ya Wave Time TV iliyosajiliwa chini ya Wave Time Media Limited, ambayo inamilikiwa na David Maina Karuru na Yahweh's Media Services Limited, kuonesha wazi bado vituo hivyo vinamilikiwa na nabii David Maina. Vipindi vya runinga hizi zote vinafanana kwa matangazo yake. Vyote huonesha filamu ambazo zinawatumia DJ ambaye huzungumza katikati ya filamu hizi za kimataifa kwa lugha ya mitaani. DJ Fish ndiye kigogo hapa anayeonekana kuwika kwenye vituo hivi vyote. Hapa ndipo waporaji hawa wanapata nafasi ya kuwalaghai wa Kenya. Tumekuwa tukiwafuatilia kwa muda sasa, na hapa kamari ikichezwa, anayecheza hajui analaghaiwa. Manzi atekonyara. Wawili watatu ndio wabaki. Basi ukinipatia tiketi ya kwako ya 200, ukinipatia tiketi ya kwako ya 200 itakuwa multiplied by 100, hiyo itakuwa ni 20,000. Wanazima sauti ya filamu inayoendelea na kuwataka Wakenya kucheza kwa kutumia nambari ya till number na kuelezwa watashinda maelfu ya pesa. Wakenya wanaingia kwa mtego huu. Majina mengi yanatajwa hewani na watu ambao wanacheza. Baadhi wanatangazwa washindi wa shilingi 5,000 hadi shilingi 200,000. Kuna mtu anaitwa Felix Onyango Odhiambo tiketi ya 50, Shamora tiketi ya 150, na mtu anaitwa Hapio tiketi ya 100. Ila unalodhani ndilo silo. Ukweli uliopo wa televisheni hizi za nabii David Maina unajitokeza kwa mara ya kwanza. A presenter will tell you, kama unajua maybe uko na mgonjwa, ama for example unajua una shida kabisa uko nayo, I've got this 50,000. You just send that 10 bob and you'll get the 50,000 and post. Baada ya kutazama kwa miezi, tuligundua uozo, uovu na uongo uliopangiwa kwenye madhabahu ya kumtukuza Maulana asiyependa uongo. Kilichofungwa kikafunguliwa siku ya leo. Uongo huo ukiongozwa na nabii David Maina wa Yahweh's Evangelistic Revival Ministries, ambaye amewafunza wafanyakazi wake kuwa matapeli wakubwa wa ajabu. Tiketi ya 10 pale kuna chance kutomoka na 3,000, right? Salimia mwanzako, mwambie you are more than a victor. Anashikilia Biblia kwa mkono mmoja, mwingine amekuwa Yuda aliyemsaliti Yesu na wafuasi wake. Ukiingia na 200 umerudi pale penye Kamau Daniel hapo, maana ako na hiyo 200. Sasa nahitaji mtu ni mjanja atakayenipa zaidi ya 430. Leo basi niacha tuna 30. Kama utaachilia jamani 40,000 kwa difference ya 30 basi itakuwa makusudi. Uchezaji huu huanza kwa hela za kiasi cha chini sana, ila huendelea na kufikia maelfu ya pesa. Ila jinsi tutakavyokuonesha ni kuwa hakuna mshindi kwa kila mchezo unaochezwa. Kwa nini? Mfanyakazi aliyechoshwa na uongo wa bosi wake Maina alijitokeza kutusaidia kwenye upekuzi huu. I think it's from a point of having a heart and just trying to sensitize people on the farm that was on Endos Proms. Kwa miezi sasa amekuwa akitupa dozi za kinachoendelea ndani ya afisi za televisheni hizi chini ya Yahweh Media Services, utapeli unaonuka vumba. Whatever happens in those media houses is purely scam, I'd say. It's all about sourcing or
asking money from innocent and desperate viewers. Lakini wanafanya kazi hiyo vipi? Wana announce mshindi. Jina tu wameitoa tu jina pia kufikiria tu. Wewe mwenye umetuma hiyo pesa, hakuna siku hata moja utakuja kushinda hiyo pesa. Sasa inabidi wameleta mtu mwingine kwenye feature kumaanisha ya kwamba ameshinda hiyo pesa, lakini sio wewe. Sasa leo wanakuweka as number 2. Kwa sasa ndio namba 2. Ukiendelea maybe kucheza in the next, even whatever in the next draw, bearing in mind ulikuwa position 2. Kitu tu kwa chiza yako itakwambia McFrain ndakuwa position 1. Nani atanipatia 500 ya kwake asonge na 200,000 pale? Lakini ndiposa mmoja ashinde kwa mfano shilingi 10,000, unatakiwa kutuma shilingi 10. Kisha watakueleza unayeshindana naye ametuma shilingi 20, utume zaidi ya zile alizotuma mwenzako. Watakueleza utume hadi utakapolemewa, wakati mwingi baada ya kutuma hela zako zote zilizoko kwenye simu yako ya mkononi. Ingia na tembo ya kwako. Kumbuka huwa nakwambia, unapoingia na shilingi zako 10 uwa pale, tukikosa mtu mwingine unaweza ondoka na hiyo pesa, yani utakuwa mshindi. Na mwishowe unaelezwa mliyekuwa mnashindana naye amekushinda na kukwachua ushindi. Ila fahamu hakukuwa na yeyote mliyekuwa mnashindana naye, ni wizi wa wazi. As they told the money, the mortuary from the Okises. So that means even if you send maybe 100,000, by the time you're taking to from the Scandi building Cond and maybe try to contact for reversal, the reversal will not be possible. Matapeli ambao hadi sasa hawakujulikana tunawafichua. Tumekuwa tukiwafuatilia kwa ukaribu wakiwa kwenye matangazo yao, nje ya matangazo kwenye giza totoro, na wakiwa wanapiga gumzo afisini. Kwa shida kwetu pale, kama uziweza kuchomoka na hera hapa, there is always the next side. So, ingia pale, usikufe moyo. Nafikia pale 16,000 Kenyan shillings za kwangu ziko mikononi mwako pale Christabel, ukiwa na 250. Congratulations tena sana Christabel Wairimu. In account of form zako basi yale na hiyo pesa. In account of ngapi? In account of 3 hiyo pesa yale na mwenzako. In account of 3 basi hiyo pesa iko inaenda na mwenzako. In account of 3 mwenzako na hiyo hela sasa hivi. In account of 3 mtu anajulikana kama Rachel. In account of 2, in account of 1 Rachel jeza kuliko basi ni congratulations Priscilla. Na baada kwa simu pale kikoni 0714 na maliza na 33 pale mwisho. Hiyo 1,500 iko inakusaidia pale. Ila wanaonekana wanajua waziwazi kuwa wanawaibia Wakenya na hata kuwacheka wakiwaibia. Yani usisubiri sana. Ndio mtu anamaliza ni introduce. Akimaliza, si amemaliza ameondoka. Unawapatia kama 10 minutes kuingia. Sasa kuambia ni sasa ndio time ya kupiga bili za pesa. Ino masaa ya wazito. Ya wazito. Yani hiyo ni wizi ninakufunza. Masaa ya kuchukua mdogo. Hiyo ni wizi ninakufunza hivyo. Ni dhahiri kuwa wanajua wanachokifanya. Masaa ya kuchukua mdogo. Hiyo ni wizi ninakufunza hivyo. But tunaweza kuwa hiyo time sana. Hapo hiyo demo yako hivi. Ninamwambia kuna wakati mimi nilikuwa ninaogopa nitakumbaya zote. Mkufunzi wao mkuu si mwingine bali ni Nabii David Maina, ambaye kutoka kinywani mwake anarekodiwa akiwaeleza wafanyakazi wake wasioneshe nyuso zao kwenye televisheni, kwani wanaendesha utapeli. Kuna wakati tutafika kuachana mambo ya kamera. Ndio kama tuko na show zingine za gospel, show zingine za nyimbo vitu kama hizo. Maana unajua saa nyingine tulizo unazaingia kwa show. Mtu atoe 1,300. Na ni hapa. Ni kweli. Ni wa junction. Ukienda kufanya shopping hapo kwa duka nakwambia habari yako mzuri. Sio ulikuwa kwa TV jana. Areza ala baita watu kuja muone. Ni huyu mwenye ni kusema tunasema. Lakini si hilo tu. Anaelezea waziwazi jinsi amewatapeli wa Kenya kupitia runinga zake. Tupunguze
upande wa maybe producer tupungue, that's what I want. Tupunguze the number kabisa, ili ya kwamba most of the team upande wa presenters. Na ukienda kule ujitu, uzeni ufanye show tuleteni hata. Tutakuwa umetuangusha kidogo. Na mimi napambana through whatever the means ya kama hizo timu zote ziende national. Kwa kucheza mchezo huu wa kamari kwenye televisheni zake, huenda ukafikiria kwamba ni hela kidogo wa Kenya wanaibiwa, ila mwenyewe Nabii David Maina wiki chache zilizopita akiwazungumzia wafanyakazi wake, anakiri kuwa yeye hupata mamia ya maelfu ya pesa kufikia mamilioni ya pesa kila siku kwa kuwatapeli wa Kenya. Ile station can perform. Ile TV moi perform hapa kuliko zote liba. Hapana, ina single tu. Mimi niko na memory ya kila TV. Mimi najua the TV about ile perform the best kuliko TV zote siku moja. Ni gani? Madhabahuan Signet. Ili perform the highest kuliko TV zote in a single day. Ilikuwa ni Emmanuel na Charles. Mmoja aliingia akapata 300 na kitu, mwingine akapata 400 na kitu. Hiyo TV in a single day ilita shilingi 1,000 in a single day. Ni utapeli unaoghadhabisha na kutamausha, kwani anathibitisha kuwa amewaibia maelfu ya Wakenya kwa jina la Mungu bila kujali. Jinsi anapoendelea kuzungumza ndivyo uvundo wa wizi unaongezeka kunuka. December, we used to get 600,000 per day. On compulsory almost every day. Sasa karibu nikaanza kuona na hii 6 zimekaa sana hapa sipane kidogo. Maana it was normal. Nikabidi tunaweza pata 300. Ilikuwa normal. Pata 600 ni normal. Ni kitu cha kawaida. So, tukirudisha hiyo norm, then things are going to be better. Anadhihirisha kuwa utajiri alionao ni kutokana na kuwapora Wakenya waziwazi. Nabii wa uongo David Maina anawashawishi wafanyakazi wake kuwaibia Wakenya hata zaidi. Kumaanisha kwamba hakuna TV yezi perform. Yule kijana alikuwa producer yake mtu nani? Alipiga 165,000 kinoti. Ilikuwa tu siku ya kawaida tu. Presenter amechelewa saa 3 imefika hajakuja. Kinoti alikuwa ameshasema nataka kuwa presenter, akaingia na akafanya. Alipata 165,000. Na wakati kumekagwa kama saa hii. So ikaamizi. Kumaanisha there's nobody cannot perform. It was his very first show kufanya kwa TV. Kitu alikuwa nayo kwa kichwa ni kwamba amesikiza presenters vile wanaongea, akapata the knowledge on the same. Kinachoshangaza ni kuwa katika wizi huu anawaombea wafanyakazi wake wawe na mavuno ya kutosha. So ningesema kwa nikiangalia you are still young, Mungu apatie nguvu, awapatie uvumilivu. Tumepata arafa za M-Pesa kuonesha jinsi Wakenya wamekuwa wakituma pesa wakiwa na matumaini makubwa ya kushinda. Na kwa taarifa zote zile za M-Pesa, wanaocheza wakidhani ni washindani wawili au zaidi, huwa hakuna mwingine wanacheza naye kwa kushindana, ila ni Mkenya mmoja kwa wakati. When you send the 10 bob, they see you can clearly see someone with a potential of sending more. So they then increase their draw. They had said it's 10,000. They say, and I quote whatever they say, kwa sababu umejikwamua kwa haraka, draw imeongezeka na imekuwa 50,000. So for you to win the 50,000, you'll have to send 20 bob. That's where they on this another competitor. Tunazichukua baadhi ya jumbe za M-Pesa kuwatafuta baadhi tu ya wale ambao tumepata nambari zao na walicheza kwenye runinga hizi. Ujumbe huu ni wa kutoka kwa Mama Ruth Wanjiko. Tukampigia simu na kwa bahati nzuri yuko tayari kuzungumza nasi. Ila mara ya kwanza anashuku sisi ni wakora. Kiguna njia tunaelekea kwake Ruth Wanjiko, mke, mama wa watoto na nyanya anayeishi eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Kwake ni ndani ya vichochoro hivi. Ruth anasema siku aliyocheza kamari kwenye kituo cha Madhabahu TV alikuwa nyumbani kwani alikuwa akiugua. Siku hiyo nilikuwa sikofu. Kwa hivyo niliamkia mwendo wa saa 4:30 hivi. Nikakuta kijana yangu na kijana anapenda hiyo mchezo tunaita wasalala. Hiyo inachangia. Mimi nikaketi hapa. Nikaona hapo kwa kando ya TV hapo kuna mchezo inaendelea hapa na pale.
tukaanza na 10 bob. Tunazo arafa za M-Pesa wakati Ruth alicheza mara ya kwanza kwa kutumia shilingi 10. Alianza mchezo huu saa 4:49 mchana tarehe 27 Machi mwaka huu wa 2025. Mimi nilikuwa nimerushiwa 5k na mzee. Alikuwa amepewa na mtu fulani juu nilikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa na 5k kwa simu. Ndio nikaanza kucheza. Na je, alikuwa akicheza na mtu yeyote? Kulikuwa na madam mwingine. Alikuwa kabila fulani. Yeye ndio tulikuwa tunacheza na yeye. 10 bob ikafika 50, nikirusha 50 anarusha 100, nikirusha 200 yeye anarusha 300, tukaenda hivyo mpaka yeye akashinda mwanzoni na kitu kama 8k, yangu ilikuwa imefika 65. Arafa tulizonazo kutoka kwa M-Pesa zinaoana na taarifa yake na kwamba alikuwa akicheza peke yake. Alianza na shilingi 10 mwendo wa saa 4:49, kisha anatuma shilingi 20 saa 4:51 na shilingi 50 saa 4:52. Nikirusha 50 anarusha 100, nikirusha 200 yeye anarusha 300, tukaenda hivyo mpaka yeye akashinda mwanzoni na kitu kama 8k. Hakuachia hapo. Kutoka saa 4:51 hadi saa 5:05 alikuwa amejaribu bahati nasibu ya kamari mara 12, na jinsi alivyoendelea ndivyo alivyoingizwa kwenye shimo la utapeli. Kuna wakati ilifika 400 mimi nikarusha 500, 600, 700 hivyo. Ndio hizo 5k yangu ikapotelea hivyo, ikaisha kwa simu. Nakala tulizonazo zinaonesha kwa dakika 16 alikuwa ameibiwa shilingi 3770. Mwishowe ndio nilikapigia mzee kimchezo, nikamwambia naweza nirushia 500, kuna kamchezo na naona kama naweza kula. Akaniambia, na kwani hauna chochote? Kwa hapana. Na akanirushia tena, nikaendelea hivyo 500 tena ikaenda. Huyo mwenye alikuwa anakula mara ya pili alikula 33k. Sasa mimi kaishia hapo. Nikaona tu kama ni kawaida, sikufikiria ati kama ni kitu wamenichezea. Hata hiyo iliniishia hivyo kwa akili. Wana announce mshindi. Jina tu wameitoa tu jina pia kufikiria tu. Wewe mwenye umetuma hiyo pesa, hakuna siku hata moja utakuja kushinda hiyo pesa. Sasa inabidi wameleta mtu mwingine kwenye feature ya kumaanisha ya kwamba ameshinda hiyo pesa, lakini sio wewe. Sasa leo wanakuweka as number 2. Kwa sasa ndio namba 2. Ukiendelea maybe kucheza in the next, even whatever in the next draw, bearing in mind ulikuwa position 2. Kitu tu kwa chiza itakwambia McFrain ndakuwa position 1. Walikuwa wanasema kwa Ruth, sasa ni wewe, utachelewa rusha. Naye walikuwa wanataja hiyo jina. Kwa mfano, Jennifer amekupita ako na 600, naye rusha 700 hivyo. Ilienda iko inaenda hivyo. Na mwishowe wakasema wewe hujashinda. Naona sasa umepitwa hivyo. Na umepitwa mara ya pili. Iliisha hivyo. Waliwachia wapi kusema hujashinda? Sasa wakati waliona sasa sichezi tena, ilikuwa tu hivyo. Wakasema yule ameshinda. You sent 10 shillings for example. Then introduce the other person and say maybe the other person had sent 20 shillings. And for you to lend that money, and for you to take the money from that person, you would have to send back the shillings. So it goes from 10, maybe 20 shillings, 15. Sorry, cutting you short. If 30, I won't, because I sent 10. If I sent 20 bob, is it 30 now? That will be 95. Then they'll tell you, send an amount which is more. And I also quote Ardino, whatever they say machine zetu haziongamishi kichech, to mean
they don't do additions. So if we've been asked to send 20 shillings, we'll have to send either 20 shillings or more. Lakini ni wizi tu. It doesn't happen. You will just hear someone mentioned. For example, someone say, Fred, you are the winner of 50,000. So getting in mind that friend name is non-existent. So that's where the case ends. Kufikia sasa ni wazi kuwa hakukuwa na mshindi na aliyekuwa akielezewa wanashindana naye ni mtu hewa. Hata majina ya wafanyakazi yanatumiwa katika utapeli huu. My name was mentioned and I was introduced to be the second person who was sent more money than the real person. So at the end of the show, I was announced as the winner. Yes, and my name was mentioned. And I wasn't given the money. Kwenye sehemu ya pili na ya mwisho, tutakueleza jinsi Wakenya wengine walivyoporwa, picha zaidi za siri, vile ambavyo tulijaribu kumtafuta nabii. Umetoa barua ya kupeana hizo mikopo. Sasa ndio nakwambia hivi. Do your own investigations because you are the one. Sasa baadhi ya wasanii ambao wanahusika kwenye kanisa hili na vile ambavyo tulijaribu kuchukua picha kwa siri kwenye studio zake na hata kanisani mwake, na wakati moja ikawa ni mguuni ponye. Madhabahu ya kamari. Wakati mwingine anayecheza kamari ikiwa anaondoka ghafla, wanampigia simu kumtaka aendelee kucheza. Kama Joseph Wanyui Keng'ang'a alivyopigiwa simu. Joseph, tunauliza kama uko kwa draw ama tuachilie pesa. Niulizaje? Fanya hivi, uko ready kuondoka na pesa? Wakati nilikaa kama 21 hapo minute, wakanipigia simu sasa direct. Wakaniambia, Ng'ang'a, tumeona vile unafanya, sasa fanya hivi, ongeza pesa fulani ndio tukutumie nikamwambia hapana, mimi sina pesa. Mkewe Joseph Wanyui Keng'ang'a aliaga na kumwachia wanawe. Baadhi yao wapo kwenye shule za upili. Tarehe 4 Aprili mwaka huu, Wanyuiki alikuwa anatafuta karo ya shule. Mimi tangu nizaliwe sijafikiria mambo ya kugabu. Lakini wakati yule mtu anaweza kaa kwa nyumba hivi, ukae kwa nyumba, una shughuli, una nini, nilikaa nikaona TV iko na michezo zinaendelea huko. Mimi haja yangu pesa zilikuwa za shule. Unasikia nilikuwa na 10,000, lakini nilikuwa nikitaka 40,000 kwa sababu nilikuwa nikijua wakirudi shule lazima niwe nimejipanga kwa hizo pesa. Sasa wakati hizo pesa zangu zilikuwa hata nikukopa, nilienda nikakopa. Hata saa hii sijalipa, hata saa hii. Hata kwanza sijalipa hata durusi, walirudi juzi. Taarifa yake inaoana na vipindi vilivyoko kwenye runinga hizi. Sasa nikasema wacha nijaribu. Wakati nilifikiria kujaribu, nikaweka 10, sikukula. Wakati niliweka, nikaona kama hawakuona kama vizuri, nikaona wacha niweke ingine. Wakati niliweka ingine, iko mtu mwingine naye alijitokea sasa kwa hiyo screen. Kukasemekana ameweka 20. Kwa hivyo mimi inabidi niweke 30 ndio nimuluke. Nikaona hiyo ni pesa kidogo. And that goes to desperate Kenyans or desperate viewers who are watching to send more money. Each and everything they ask you to send the money. Ng'ang'a alikuwa ameingia kwenye mtego mkali. Ikawa sawa na kupanda mchongoma kushika ni ngoma. Wakati niliweka, nikaona kama hawakuona kama vizuri, nikaona wacha niweke ingine. Mimi nikaweka hiyo nikaweka hiyo 20 shillings. Kukaa ule akaweka 40. Na nikicheki nikaona hiyo hii pesa ni mingi sana, na kwa sababu mimi nilikuwa nikiwa na haja sana ya pesa siku hiyo ama hiyo siku. Nilikuwa watoto wanatoka shule, wanakuja nyumbani,